kuu ya kwanza kabisa ilikuwa hali ya amani na usalama barani Afrika. Naomba niwajulishe hapa, waheshimiwa wakuu wa nchi zote walijikita sana, kwa sababu hali ya usalama na amani siyo shwari barani Afrika. Tunapitia wimbi la mtihani, na wimbi hilo linatokana na mambo mbalimbali. Nyinyi waandishi wa habari mnajua ushindani wa rasilimali zilizokuwa kwa barani Afrika, kwa sababu sasa hivi bara la Afrika ndio linaonekana duniani lilokuwa limebakia na rasilimali nyingi zaidi kuliko bara lolote lile lingine duniani. Na hii ni kwa takwimu na kisayansi. Kwa lugha nyingine, utajiri mkubwa uko wapi? Barani Afrika, zaidi kuliko bara lolote. Ukichukua utajiri wa maji, ukichukua utajiri wa rutuba ndani ya ardhi, ukichukua utajiri wa hali ya hewa, ukichukua utajiri wa oxygen hii tunayovuta duniani, Afrika inaongoza, kwa sababu sisi ni only 2.4% polluters. Yani tunaotoa pollution ni only 2.4 katika dunia nzima. Kwa hiyo 97.6 ni dunia nzima inayotoa pollution, ukichukua ile overall pollution. Kwa hiyo utajiri wa kila aina, pamoja na afya, pamoja na hali ya hewa, pamoja na mazingira, pamoja na rasilimali nyinginezo zikiweko madini. Migogoro inaendelea kuongezeka na kukua, na migogoro ya muda mrefu ya zaidi ya miaka 10, zaidi ya miaka 20, zaidi ya miaka 30 ambao haikuisha mpaka hivi sasa inaendelea. Miongoni mwa migogoro iliyochukua chati juu kabisa ni Somalia, kwa sababu juzi umezuka mgogoro mwingine, nadhani na nyinyi wote mmesikia. Katika nchi hiyo kuna wengine wamejitenga na kusema eneo lao, na baadhi ya nchi duniani, ile point yangu na proof kwamba hii migogoro yetu inasababishwa na nguvu za nje. Baadhi ya nchi duniani zimeitambua nchi ndani ya nchi. Sasa huo ni mgogoro mkubwa ambao unaendelea, na baadhi ya nchi kutambua, nchi nyingine zimeungana na wale waliotambua, muungana mkono. Kwa hiyo huu ni mgogoro ambao moja unaendelea na umejadiliwa kwa kina sana.